sheria. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba, anasema bado nitakuja kivingine, lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP huyu lazima tumkamate. Tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States, tuangalie tu, tutafikiri tu, lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho. Yani ana admit kwamba hicho yeye ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. Sasa sisi tunamwachaje? Nilisema nianze na hilo kwa sababu baada ya kuwa pale nimeitwa na nimeshatoa majukumu, moja wapo ni hilo, kuliangalia hili kisheria, lakini umeniongezea na kidiplomasia. Kwa hiyo basi, lakini uzuri sisi tuna watu mahiri, yani kuna watu wana akili, sijui kama kitu gani wanachohitaji wao ni guidance, and that leadership that is required. Feed them, bas, motivate them. Hiyo solution itapatikana ya kisheria na hata kama ya kidiplomasia. CPD yupo, DPP yule pale, katibu mtendaji yupo kwenye masuala ya sheria, Solicitor General yupo, katibu mkuu wetu huyu hapa, so humble, very passionate. Tumeona mali za watu binafsi zimeharibiwa, tumeona mali za umma zimeharibiwa, including yani gari la ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali linachomwa moto. Haiwezekani, si ndio DG? Ndio. Nimeambiwa kwamba na gari yetu nao limechomwa moto, dereva kakimbia. Lakini wanasheria sisi tuko mahiri na mnajua tutakuja na solution nzuri. Kule kwenye MTC kule tunataka tukafikiri namna fulani ili tuweze kuishauri serikali vizuri. Najua watu wa vyombo vya ulinzi na usalama na wao wana sehemu yao, na wao watafikiri kivyao, lakini sisi hatuwezi tukasema kwamba lile ni swala la kiusalama tu. Hapana, lile ni swala la kisheria. Yaani sheria zimepuuzwa, zimevunjwa.